Itikiria kunyitwa ni yoro rege muro ni wa Go TV thino wa kabiro wona thinetio ndio thakoria ndirenda ko ina gote mwendio thakari ndacayaga na nikiro na macini ro ihaha irarehe miruke no ino rugari gathithina nigetha nderote nigetha maguta maria me thino wa ngothi yako na gutwika mwiri wakwa rĩu na division na maguta maingi nderote maguta macio ni mekuma Mrs. Kaifere kana ni B Kaifere B Kaifere karibu tena naweza taka kuuliza hivi ni mtu gani ambaye amequalify ama anafuzu kufanya hii taaluma ama kusomea hii taaluma? Hii course hakuna mtu yote hawezi somea. Hasa tuseme ni unisex. Inaweza kuwa kwa waume for ladies and gents, wote wanaweza fanya hii kazi. Na kulingana na vile kwanza sasa hivi tunaangalia vijana ama wanaume wakifanya hii kazi wanakuwa na wanatuweka nje. Wana prosper sana. Nasikia kidogo inalia. Kuna nini? Hii sasa ile ulikuwa umewekewa ile moto ama ile joto, ile vapor ilikuwa inatoka ile steam. Kuna vile ameweza kuweka time. Iko na timer. Sasa ile imefika ile kama aliwekwa ameweka dakika 5 ama 15, lazima ikifika mahali inajizima. Okay. Yenyewe inajizima. Ile ni ile kuzuia mtu asiende kupitisha ile kiwango anatakana afanyiwe hiyo service. Unaweza kuwa na taulo hapo karibu? Taulo unaweza kujipanguzia kidogo. Yes, iko hata unaweza msaidia na cotton, leta hiyo cotton wool tafadhali. Leta. Unaweza wewe mwenyewe aje upande huu, utapitia upande huu. Ili kwa hivyo ukishafanya steaming alafu unapanguzwa. Unapanguzwa. Ataendelea tukiendelea kuzungumza. Unakuwa na wet cotton wool, hafai kufanya na towel ile sababu kuna zile vitu itaacha kwa uso wako, inaacha zile particles. But once anatumia ile wet but dampy cotton wool itatoa kila kitu na uso yako itakaa ikipendeza. Kwa hivyo tuniulize tulikuwa hakuna mtu ambaye hawezi fanya hii course. Hakuna. Na labda kufuzu kielimu. Kulingana na venye nimekuelezea hii course tunaangalia sana ule mtu ako na interest. Sababu unaweza leta mtu hata amefika university mahali hapa na ikawa hana ile interest ya kufanya ile kazi. Hii kazi tunaangalia sana tunataka mtu mwenye amefika form 4, wale wamemaliza form 4. Na sana hatuangalie zile grade sana, sababu kuna kuja vile tunaweka watoto wetu nje, ni waite watoto sababu hata wakiwa hapa ni watoto wangu. Kuna vile tukiwa wazazi ama tukiwa guardian tunaacha watoto wetu nje sababu huyu hakufuzu, hakupata grade A, hakupata ile grade mzuri kwa KCSE. Lakini ukiangalia watoto wetu si kuwapeleka tu kwa ile white collar job, ile kazi ya ofisi peke yake. Akiweza kuwa na ile interest ya kazi kama hii na ukae chini muongee na huyo mtoto na usikie huyo as a guardian, as a parent, usikie huyo mtoto ako na ile interest, ako na ari ya azma ya kufanya azma ya kufanya hii taaluma ya hair dressing ama hii mambo ya urembo ya nywele. Ni vizuri unakaa naye chini unamleta mahali kama hapa. Na akiwa na hiyo interest haitambui kama yeye ni kijana ama ni msichana ama ni mvulana ama ni msichana. Yeyote anaweza fanya hii kazi. Ndio maana nilikuwa nakuambia kulingana na vile tumeweza kuangalia wale student ama wale wanafunzi kutoka kwa hii course yetu, wakitoka pale nje wanaenda kufanya competition na wasichana. Sababu saa hii nikikupatia service kama mimi ni mwanamke, kuna ile we call it attraction. Ndio maana umegonga hapo ndipo. Sasa hata lakini unajua wanaume wengi hatupendi bibi zetu waende wakatengenezwa na waume. Lakini hiyo lazima kuna mushkili. Sasa wewe ni bibi ya mtu, umeinua miguu juu, unapapaswa vidole sijui nywele. Na acha nikwambie sasa hivi kuna kidogo wivu unapenya. Haifai. Unaona sasa ile lakini simesema attraction. Ipo. Na it's godly. Hiyo ni kitu iko kwa maumbile yetu. Hata sasa ile ni smart, ni magnet. Iko. Hiyo sitaenda sana nikuelezee lakini iko. Sasa ile hata ni wewe umeingia kwa salon yangu nikupe hiyo service za lady. Utafeel ikiwa uko relaxed.
and then nitaweza kukushughulikia with a lot of care. Yani okay, sijui hapo nitasema nini, sijui vile Mombasa wanasema kisop unanigusa kisop. Sio? So hata ukiangalia kijana akiweza kushughulikia mwanamke, hivyo ndio anamshughulikia na ile utaratibu pole pole, na ana feel ile comfortable. So wale vijana wakiwa pale nje wanatupiga ile wanatupatia kompe mbaya sana. So naweza ambia wa vijana wasikae pale wakidhani wasipuuze uone hii kama kazi ni ya wasichana peke yake, asi ya kike waje, na hata kama kuna watu watapata kazi hata kuliko sisi, ni wao wanapata kwa kazi sana. Tulikuwa hapa sasa, tumefika wapi sasa? Hapa amefanywa scrubbing, naona amefanywa scrubbing ndio kusuguliwa kisha haya mafuta huwa ni kama yako na changarawe ni kama hizo changarawe zinatoa nini? Zile changarawe zinasaidia kuscrub. Unaona saa ile uso tunatembea kwa jua, tunachomwa na jua, tunatembea na dust kila mahali, na kuja hata saa ile unaoga zinapile. Huwezi kuwa unazitoa zote saa ile unaoga legi kawaida ile normal, lakini saa ile unakuja unaoshwa na zile scrub, zinatoa zile dead skin, zile usafi, ile deep cleansing inafanywa na zile mafuta gani hayo? Hebu nionyeshe mwalimu, nione haya mafuta ambayo zile mafuta hiyo ya scrub. Naomba mwanafunzi mmoja karibu karibia tu, karibia usikonde. Naomba unipake kidogo tu uonyeshe mtazamaji vile ambavyo wewe inafanya kazi kidogo tu. Kwa hivyo inatoa ile ngozi ambayo inatoa ile dead skin. Na sasa ukishatolewa ile dead skin, unakaa uso yako inang'aa vizuri, unakaa young. Ndio na vijiti ama lazima iwekwe na hizo vijiti. Hatuwezi hatuwezi tumia zile product tunatumia kupaka na mikono, hiyo si usafi. So kuna zile vitu tumeweka za kutumia sasa ile tuna apply the product kwa skin. Kwa hivyo wakati tunafungua mafuta asubuhi, umetoka kwenye bafu, umeoga, umejipanguza, unaenda kujipaka mafuta, tunafungua na kujipaka, kuingiza vidole ndani. Hiyo ni sawa sababu hiyo ni mafuta yako binafsi. Lakini nikiangalia zile product tunafanya hapa, hiyo product sasa umetumiwa, si ndio wewe? Alafu kuna mwingine tena, alafu kuna mwingine bado anakuja, bado tuna apply ile. Sasa tukiweka kumbuka tunatumia na tutumie tena. Sasa ile mambo ya kuweka na ni customer wengi wale tunahudumia, sio vizuri kutumia mikono kila saa. Sio vizuri sababu kuna zile vitu utaweka vitu zingine pale zikuwe si nzuri, zitaharibu zile product zetu, sababu kuna ile tunaweza ziharibu hata zikuwe zime-expire mapema, na tukitumia kwa customer wetu, client wetu, itakuja imdhuru. Na kumbuka kama kuna kitu tunafaa kuangalia sana ni hygiene na uso, ile usafi. Ile usafi inashikana na ngozi ya mwili ya mtu. Swali lingine ni kwamba mtu akijua kutumia mashine kama hizi, maana mashine kama hizi huwa tunaziona sana kwenye, ukiona mashine kama hizi za white na zinawaka mtu anaona tu hospitali. Lakini hapa ni kwenye ni maskani ya urembo. Niulize tu kwamba inachukua mtu muda gani, labda mambo hiyo kwa sijui vile mimi imegawanywa, labda mtu anataka kuwa msusi, kusuka nywele, mwingine anataka hii mambo ya facial, inachukua muda gani? Ama yote imekuwa kwa mobile, imeshikanishwa yote, unasoma kwa wakati mmoja? Okay, kuna vile tunazishikanisha zote, na kuna vile pia student anaweza soma zimeseparatiwa kando. Sasa tuseme kama hii mambo ya beauty, kuna ile tunashikanisha, sababu ile tunataka kuelezea vizuri, hakuna salon bila beauty, na hakuna salon bila hair dressing. So pale kumbuka, kama ni wewe ni unataka kuingia kama ni kinyozi ama ile salon, umeingia unataka kutengenezwa nywele, nitatengenezwa nywele na maybe nimepewa masaa 2 peke yake, nimetoka pale lunch, hata niko na lisali moja, nitengenezwe nywele na nitengenezwe pamoja na nini na miguu, na nitengenezwe pamoja hata na ile uso. Sasa sitapata ile time ya kurukaruka kwa masalon. Nataka kuingia ile salon,
ataweza kunipatia under one roof. Yeah, good. Atanipa ile beauty urembo na anipatie mambo ya ususi ya nywele. Unaona? So lazima nitafute ile salon. That's why tunajaribu wasichana wetu ama wale wanafunzi wetu, wawe ni kijana, awe ni mvulana, awe ni msichana. Au akikuja hapa tunamkalisha chini, tunamuelezea. Yeye anakuja anataka hairdressing peke yake sababu anataka kuenda tunaende. Lakini tunajaribu kama nikupita unaweza tupitie upande huu. Usipite mbele ya kamera hapo ni sawa, unaweza pita. So tunamuelezea ni vizuri aweze kupata ujuzi ya zote mbili. Kwa hivyo inachukua muda gani? Nikija course hii kwa mfano course ya beauty. Yes. Kwa sababu najua wasichana wengi sana wale ambao wamemaliza shule wanakuwa wanasema unataka kufanya course gani beauty? Inamchukua mtu muda wa siku ngapi, miezi mingapi, miaka mingapi? Okay, sasa ile umeshikanisha zote mbili sababu pia tunaangalia juu ya time. Tunataka mtu akishamaliza diploma level, tunaiweka kuna certificate level tunaenda miezi 4. Miezi 4. Certificate hiyo. Hiyo miezi 5, sorry. Miezi 5. Tunampea miezi 5 na anaweza kujifundisha hairdressing peke yake. Okay. Sababu ya tukimix kwa miezi 5, ule mtu hataweza kuwa ametoka na kama ameelewa vizuri. Sasa kama mtu anataka hata kama ni mambo ya ususi ya hairdressing na ya beauty, tunampatia yote ikiwa package ikiwa hairdressing na beauty combined zote pamoja. Hiyo nayo ndio tunampeleka miezi 8. Miezi 8. Miezi 8. Na atakuwa ameiva kabisa. Hiyo kama atatoka hapa hata tukiwa tunawapeana huwa tunaitishwa tunawapeana, hata mtu anapiga simu anauliza alikuwa ametoka salon gani. Lakini kuna watu husema kwamba ususi ni kana kwamba ni talent. Hapana. Kwa hivyo nikija hata mimi naweza funzwa, mimi sijaisuka mahali. Naweza taka student mmoja wangu, mwanafunzi mmoja hapo akwambia hata alikuja hapa akishuka hivi. Vile hata haelewi. Lakini saa is the best. Kuna jambo lingine ambalo interest, nilisema interest. Nakwambia kama uko na unataka kila kitu. Hata saa hii kuja hapa kwangu ni venye ulikuwa na interest ya kufanya hii kazi. Kweli. Kama hata ungekuwa umelazimishwa na hautaki hata maybe ungepeana vitu na huko useme ni jamu imenikataza, nimeona sitafika, sijui kuna nini. Lakini sababu uko na ile interest ndani yako, ndio maana hata uweza kuna jamu unapenya mpaka. Nikuulize, ulinigusia kitu ambacho kinaitwa hand massage, sio? Yes, that's inafanywa kuanzia wapi? Si manicure. Ulisema kuna massage ya mikono. Inafanywa kutoka wapi mpaka wapi? Okay, so ile tunafanya mambo na manicure. Unajua massage inaleta maneno kwenye majumba. Unaambia mke wako kwamba unaenda kufanyiwa massage. Hiyo inakuwa ni shida, lakini labda umeenda kufanyiwa labda massage ya miguu ama massage ya mikono. Massage ya mikono inaanza wapi? Sasa uelezee. Sasa massage ya mkono nataka uonyeshwe na msichana wangu mmoja. Mwanafunzi mmoja. Karibu. Pitia upande huu. Pande muonyeshe. Sasa hivi. Kwa hivyo kama ni massage ya mkono. Okay, sasa ile unafanywa massage lazima uwe umefanywa manicure. Hii ni kuelezea. Manicure ni kukata kucha. Manicure ni mambo na urembo ya kucha. Manicure ni urembo ya kucha, urembo ya vidole. Unapanda mpaka hapa. Nataka tu kidogo tu kuelezea kuonyesha tu kidogo tu. Sitaki iwe ni kama ndio kazi yenyewe. Yes. Kidogo tu kuelezea kwa manufaa ya mwenye kutazama. Hapa tu ni sawa. Kwa hivyo nataka uelezee anafanya nini sasa? Sasa anatumia massage oil. Hiyo massage oil unaona venye anajaribu kuifanya ndio akaweza spread yote kwa mikono yote, ndio ile mafuta anakupaka pale inaweka friction, ikakuwa inafanya ile friction ikue easy. Yaani akipeleka mkono inaenda kwa utaratibu vizuri. Na ndio maana mikono yao imenyooka hivi. Kidogo. Kama sasa hapa ukikuja mara 2 3 hiyo mikono itakuwa mzuri sana. Na hand massage inachukua kama muda gani? Okay, atufanyi direct hand massage peke yake. Tunafanya hiyo kitu tunakwambia inaitwa manicure. Manicure sasa hiyo kuna ile kukata kucha, kuziosha vizuri, kufile, hata pia una bath, alafu pia unaoshwa mkono yote sasa. Ukishaoshwa ikuwa imeng'ara ndio sasa unafanywa ile massage. Na sasa hivi kuna taratibu fulani kuna ile movement. Kuna zile movement, kuna infrared, kuna ile kneading, kuna zile thumb kneading, kuna vitu nyingi sana nafanya pale. Sasa ukienda kwa pale shule ndio utaweza kusoma yote uelewe.
ni mambo mingi sana pale. Si mkono tu na kupaka mafuta na kufanya vile. Udagawa pale unafanyia mtu na baadaye akatoka kama haja relax. Na ile kitu ya maana tunataka kutoka kwa hiyo massage ni client akuwe kama sasa ile hata nakufanyia unafaa nimwelekea ile mkono hata unalala. Umelala basi. Kuna ile stage ya mwisho nitafanya Mike Sonko gavana wa Nairobi alienda kufanyia massage ikaleta maneno kwenye social media. Unafanya pale mpaka una relax na lala kabisa. Sasa kuna ile step ya mwisho anafanya ile, hebu mfanye ile ndio aweze kama alikuwa amelala unaamka. Okay. Sasa ina relax. Profesa yako ikwisha bwana, amka sasa bwana. Sasa hiyo sasa ndio unakuwa wao nilikuwa nafanywa massage. Sababu umefanywa yote step zote mpaka umerelax. Hebu tukumbushe hapa ni wapi? Hapa ni High Tech Hope College. Haya maneno yote utaipata High Tech Hope College of Professional Studies. Tuko pale Umoja, tuko pale Ruai, na tuko Dadora na tuko Umoja One Market na pale Tashi. Haya, katika Facebook mnapatikana? Tunapatikana High Tech Hope College. Yes, High Tech Hope College. Yeah. Nashukuru sana. Tutapumua kidogo kisha turejee baada ya muda mfupi. Tukathikura yumura ni Waigo TV twabe tuhuruke rohanini tugucokeria thaka hinda gatari coho umuthiri sigiro na ndineke thina kare. Nate wathikura